Wakristo wengi wanaomba lakini wengi wanakosea wakiwa wanaomba. Ni kwa sababu wengi wanapoomba hawapo kwenye attention ya kujua neno linasema nini kuhusiana na kitu ambacho anakiombea. Kama unaombea uchumi, una neno gani, una mstari gani ambao unakusaidia ku back up maombi yako kwenye uchumi? So when it comes to prayer, unapokuwa ukiomba, hakikisha unatumia neno kama silaha ya maombi yako. Kama unaombea familia, una mstari gani ambao unazungumzia familia kwenye maombi yako? It means hilo neno ambalo unalituma ndio neno ambalo linaenda kufanya kazi. Ukiona itumia kwenye maombi ndio neno ambalo linaenda kufanya kazi kwenye hayo maombi. Andiko anasema hivi, alituma neno lake na likawaponya wote. Imagine the Bible inatuambia very clear kwamba alituma neno lake na likafanya nini? Likawaponya wote. Maana yake ni kwamba in any part of your life, neno ambalo unalitoa kwenye kuomba ndio ambalo inaenda kuweka suluhisho. Inaenda kuponya kama ni uchumi, inaenda kuponya kama ni familia, inaenda kuponya kama ni elimu, in any part of your life. Kama wewe ni Mkristo lazima ukubali kwanza kulijua neno la Mungu ili upate kujua jinsi gani unafanya nini? Unaomba. Usipolijua neno la Mungu kwenye kuomba inakuwa changamoto. Hivi unafahamu maandiko yanatuambia wengi wanaomba lakini they pray amiss. Maana ya pray amiss it means kwamba wanakosea kuomba. Wakristo wengi wanaomba lakini wanakosea kufanya nini? Nadhani ni kitu gani ambacho kinafanya wanakosea kuomba? Ni kwa sababu wanapoomba hawana neno ambalo linatumika kama backup kwenye maombi yao. Hawana neno ambalo linatumika kama reference kwenye maombi yao. Hawana neno ambalo linatumika kama usafiri wa kutanguliza kwenye maombi yao. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Mtu aliyojazwa na neno la Mungu ndani yake, akiwa anaomba ni neno hilo linataka kutoka ndani yake. Na ndio maana linadai kuomba. Nani anashasikia kuwa na kiu ya kuomba? Kama vile uko kwenye shughuli zako afu unajisikia kama vile hamu ya kuomba sana. Inaweza ikatokea baada ya dakika 5, afu muda huo unasema nitaomba baadaye. I know wewe unatokea, ninajua hilo. Kwamba unakuta Mkristo ana burden ya kuomba, anasikia kabisa shauku ya kuomba, lakini anasema nitaomba baadaye. Muda huo ni neno ndio linataka kutoka ndani yake. So muda huo neno linavyotaka kutoka ndani yake, ubize ndio ambao unakufanya hilo neno lisitoke. Na hilo neno lisipotoka, tayari ile jambo ambalo unataka kulishughulikia au lishughulikiwe na neno haitaweza tena kushughulikiwa. So tayari tena utakuwa kwenye hasara. Kwa sababu gani? Neno halikutoka. Unajua unaweza ukaenda vitani ukaona pambana na adui na ukakosa shabaha. Unaweza ukaona unatamani sana kumpiga adui yako vizuri, lakini kwa sababu ya mikono yako kutetemeka ukakosa nini? Shabaha. Hivyo hivyo pia Wakristo wengi wakiwa wanaomba hawaombi kwa kutumia neno, na ndio maana wanakosa shabaha ya kile ambacho wanakiombea. Lakini ukiomba kwa kutumia neno, hilo neno halikosei shabaha. Neno la Mungu halikosei shabaha, kwa sababu maandiko yanasema kwamba hivi, Mungu anaitazama neno lake apate kulitimiza. Inamaanisha kila unapotoa neno la Mungu kwenye kuombea, kama ni familia, kama ni uchumi, Mungu anachoangalia ni neno gani liko pale kwenye uchumi, nipate kudili na uchumi. Labda unaombea nini? Afya. Una neno gani ambalo unakupa mwelekeo wa kuombea afya? Kama ni uchumi, una neno gani ambalo unakupa mwelekeo wa kuombea nini? Uchumi. It means Mungu anapotaka kujibu maombi yako, anachoangalia ni neno ambalo limetumwa pale sehemu husika. Kitabu cha Isaya 65:24 maandiko yanasema hivi, kabla hawajaomba nitajibu, wakiwa katika kuomba nitasikiliza au nitasikia. Kwa nini Mungu ajibu alafu ndo aje kusikiliza? Na maandiko yanatuambia kwamba hivi, hulitazama neno lake apate kulitimiza. It means akiwa anasikiliza, anachosikiliza ni neno gani ambalo unalitoa. Neno gani ambalo unalitoa kwenye uchumi wako? Neno gani ambalo unalitoa kwenye afya yako, kwenye familia yako, kwenye kila kitu kile ambacho unakiombea, chochote kile. Anachosikiliza ni neno gani ambalo unalitoa, ni neno gani umelituma likaponye ile eneo. Kitu kimoja ambacho nitakwambia, mtu ambaye anaomba kwa kutumia neno la Mungu hawezi akakosea kile ambacho anakiomba. Kwanza amepatia shabaha, lakini pia hilo neno likitoka ni lazima liende sehemu husika.